mtazamaji wa TDSA Tanga Coast Chapter. Karibu sana kwenye kipindi pendwa cha Dental Talk ambacho huwa tunajifunza mambo mengi sana yanayohusu magonjwa ya kinywa na meno. Leo tumepata bahati ya kutembelewa na mtaalamu wa kinywa na meno kutoka katika chuo cha Tanga Coast ambaye atatufundisha na kutupitisha vyema kwenye mada kuu inayosema magonjwa ya fizi. Ataenda kuielezea kwa upana zaidi namna ambavyo yanatokea, yanavyoambukizwa na namna nzuri ya kuyazuia. Karibu sana, na kwa faida ya watazamaji tulikuwa tunaomba ujitambulishe, utuambie wewe ni nani ili watazamaji waweze kukufahamu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Dr. Daniel Felix. Niko hapa katika chuo cha afya sasa na shirikishi Tanga, na leo tutajumuika pamoja kujifunza kuhusu ugonjwa huu wa fizi. Dokta, unaweza ukatupa ufahamu kidogo kuhusiana na fizi ni nini na fizi inakuaje? Ndio, bila shaka. Fizi hizi ni tishu laini ambazo zinazunguka na kushikilia meno kwenye mfupa wa taya. Fizi zinakuwa zinasaidia meno kukaa katika nafasi yake, lakini pia zinakuwa zinasaidia katika kulinda meno dhidi ya maambukizi. Asante dokta. Ni vipi visababishi ambavyo vinasababisha fizi kuharibika au fizi zetu sasa kukosa ule ubora wa kushikilia meno vizuri? Asante. Moja kati ya visababishi vya magonjwa haya ya fizi, mojawapo kuna kitu tunaita plaque. Huu ni mkusanyiko wa bakteria ambao wanajikusanya kwenye jino. Lakini pia kingine ni kuto kupiga mswaki vizuri, kuto kuzingatia kuna kanuni za kupiga mswaki. Lakini kitu kingine pia ni mabadiliko ya homoni, mabadiliko ya homoni hasa kwa wajawazito. Lakini kitu kingine ni umri, hasa wazee wanakuwa wanakumbana na hii changamoto ya magonjwa ya fizi. Lakini pia kuwa na sukari, kwa Kiingereza tunakuwa tunaita kitaalamu wanaita diabetes. Kwa watu wenye magonjwa kama haya wanakuwa pia wako hatarini katika kupata magonjwa haya ya fizi. Mara nyingi wataalamu wa meno wamekuwa wakizungumza kwamba magonjwa haya ya kinywa na meno, kwa mfano kama magonjwa ya fizi na magonjwa mengine, ni ngumu sana kugundua dalili zake bila kufika kwa daktari. Je, labda kuna dalili zozote ambazo mtu mwenye magonjwa ya fizi anaweza akaziona tukajua kwamba hapa sasa fizi zangu zimeanza kuharibika? Asante sana ndugu mtangazaji. Dalili nyingi sana za magonjwa haya ya fizi zinapokuwa zikitokea, watu huwa wanadhani ni hali ya kawaida. Maana zinakuwa ni dalili za kawaida kabisa ambazo mtu anaweza akachukulia kwamba ni hali ya kawaida, lakini ndizo dalili za awali kabisa. Na moja kati ya dalili hizo ni kuvimba kwa fizi. Fizi inakuwa inavimba. Lakini pia ni kuhisi maumivu na kutokwa damu wakati wa kupiga mswaki. Lakini pia huyu mtu anaweza akawa anapata harufu mbaya kutoka kinywa. Anakuwa anapata harufu mbaya mdomoni. Ndio, anapata harufu mbaya mdomoni. Lakini ugonjwa unapoendelea zaidi, huyu mtu asipotafuta mtaalamu wa afya ya kinywa na meno, fizi zake zinaweza zikaendelea kushuka zaidi. Kwa hiyo zinakuwa zinafanya meno yanaonekana marefu sana. Na hali hii ikiendelea zaidi, mgonjwa sasa ataanza kuhisi kama meno yake yanakuwa yanatingishika. Kwa hiyo yanakuwa yanakosa ule uimara wake katika nafasi. Hatari sana. Bila shaka. Umezungumzia dalili, inaonyesha kama ni dalili ambazo ni rahisi kuzibaini kwa sisi ambao tunakuwa tunaishi na vinywa vyetu. Je, nilikuwa naomba kujua kama mtu akiziona zile dalili, labda zile za mwanzo, ni namna gani anaweza sasa akazizuia kuendelea hizo dalili kutokea? Namna ya kuweza kuzuia hizi dalili zisipate kutokea au kuzuia haya magonjwa ya fizi, cha kwanza kabisa huyu mtu inabidi azingatie usafi wa kinywa na meno, hasa kwenye swala zima za kupiga mswaki. Kwa hiyo tunashauri huyu mtu apige mswaki angalau mara 2 kwa siku, asubuhi baada ya chai na jioni kabla ya kwenda kulala. Lakini huyu mtu tunashauri kama ni mtumiaji wa sigara, basi aweze kudhibiti au kuacha kabisa matumizi ya sigara, maana yanapelekea sana, yanachochea kwa wingi. Lakini pia huyu mtu
anaweza pia akala vizuri ili kuhakikisha kwamba kinga yake ya mwili inakuwa dhabiti ili kuweza kuzuia magonjwa haya ya fizi. Asante Dokta, umezungumza vyema kuhusiana na namna nzuri ya kupiga mswaki. Umesema kwamba tupige mswaki baada ya chai na usiku kabla ya kulala, lakini nilikuwa naomba kujua matibabu yake kwa mtu ambaye tayari kashakuwa mwathirika wa magonjwa ya fizi. Matibabu yake yapoje na yanatolewaje? Namna ya kuweza kutibu magonjwa haya ya fizi, cha kwanza kabisa tunashauri huyu mtu mwenye changamoto hii, baada ya kubaini, cha kwanza kabisa tunamfanyia matibabu ya kitaalamu ya kusafisha meno, kwa kitaalamu tunaita scaling and root canal. Lakini ya pili ni kutumia antibiotiki kama kutakuwa na maambukizi makali. Ya tatu, huyu mtu tunampatia dawa maalum, anakuwa anaosha mdomo wake kwa kutumia dawa maalum, kitaalamu tunaita mouthwash. Asante sana Dokta, nikushukuru sana kwa muda wako na nimefurahi sana kuungana nawe kwenye kipindi chetu cha Dental Talk. Tunakukaribisha tena kwa wakati mwingine utakapopata wasaa, ujisikie upo nyumbani. Hiki ni kipindi chetu sote, karibu sana, tunakukaribisha sana kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu ya kinywa na meno kupitia online na TGSA Tanga Coast Chapter. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa nafasi hii ambayo umeweza kunipatia. Tumeweza kuongea mambo mawili machache ambayo yanahusiana na swala zima la afya na kinywa na meno, lakini nilikuwa na shauri kwa ndugu watazamaji tuzingatie sana hasa swala hili la kupiga mswaki angalau mara 2 kwa siku, baada ya kunywa chai, lakini pia kabla ya kwenda kulala. Lakini pia ni shauri kuepuka kutumia vyakula vyenye sukari kwa wingi. Basi inapotokea umetumia vyakula hivyo, basi tunashauri utumie maji kusukutua, alafu utatema yale maji, na baada ya hapo kinywa chako kitakuwa salama sana. Watazamaji wa TGSA Tanga Coast Chapter, tunawashukuru sana kwa kuungana nasi katika kipindi chetu pendwa cha Dental Talk. Tumefika mwisho, tukutane katika kipindi kinachofuata. Asanteni sana, tunawapenda sana.